Iran imetoa onyo kali kwamba inaweza kuyalenga maeneo ya utalii na starehe duniani kote, na imesisitiza kuwa bado inaendeleza uundaji wa makombora licha ya kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani na Israel kwa takriban wiki tatu. Mbali ya kuwaua baadhi ya viongozi wa juu na kuzilenga sekta za nishati na silaha, mashambulizi hayo pia yameangamiza maisha ya maelfu ya raia wa kawaida, wakiwemo wanawake na watoto. Sudi Mnete na taarifa hiyo. Wakati wa Irani wakiadhimisha mwaka mpya wa Kiajemi na Waislamu wengi duniani wakiwa kwenye siku muhimu ya kalenda ya Kiislamu, Iran imefanya mashambulizi mengine dhidi ya Israel na baadhi ya miundombinu ya nishati katika nchi jirani za Ghuba. Kwa vile kumekuwa na ufinyu wa taarifa, haijulikani kiwango gani cha uharibifu kilichotokea kwenye mitambo yake ya nyuklia, silaha au nishati, wala haijulikani wazi ni nani anayeongoza nchi kwa wakati huu. Hata hivyo, Iran bado inaonyesha uwezo wa mashambulizi yanayovuruga usambazaji wa mafuta duniani na kuongeza bei za vyakula na nishati kimataifa. Marekani na Israel zimekuwa zikitoa sababu tofauti kwa vita hiyo, ikiwa ni pamoja na kutaka kuibua uasi wa ndani nchini Iran au kuharibu uwezo wake wa nyuklia na makombora, lakini hakuna dalili za wazi za uasi huo na vita inaonekana kutomalizika hivi karibuni. Msemaji mkuu wa jeshi la Iran ameonya kwamba mabustani, maeneo ya starehe na vivutio vya watalii kote duniani hayatakuwa salama kwa maadui wa Teheran. Tishio hilo kutoka kwa Jenerali Abdulfaz Shekachi lilifuatia wasiwasi kuwa Iran huenda ikarejea kutumia mashambulizi ya wanamgambo nje ya Mashariki ya Kati kama mbinu ya kutoa shinikizo zaidi. Viongozi wa Marekani na Israel wanasema kwamba wiki za mashambulizi zimefanya mdororo wa jeshi la Iran, mashambulizi ya anga, na pia yameua kiongozi wake mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa pamoja na maafisa wengine wa juu wa kijeshi na kisiasa. Jeshi la Israel limesema kwamba Ismail Ahmad, mkuu wa ujasusi wa Basel, kikosi cha usalama wa ndani, ameuawa na shambulio la mapema wiki hii lililowalenga viongozi wengine. Alhamisi, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alidai kuwa jeshi la wanamaji la Iran limezorota na jeshi la anga kuporomoka vibaya, huku akiongeza kuwa uwezo wa Iran kutengeneza makombora ya masafa marefu umeondolewa. Walinzi wa mapinduzi wa Iran kupitia msemaji wake Jenerali Ali Mohammed Naeni walipinga dai hilo. Hazina yetu ya makombora mazito pamoja na aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani na meli za kijeshi za kushambulia zinatosheleza kwa zingatio la mahitaji ya vita kwa kiwango kikubwa na kwa muda mrefu. Muda mfupi baada ya kauli yake hiyo kutolewa, televisheni ya taifa ya Iran ilisema kwamba Naeni ameuawa katika shambulio la anga. Nje ya eneo la Mashariki ya Kati, Rais Donald Trump amewashambulia washirika wa Umoja wa kujihami NATO kwa kutounga mkono vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akiwaita washirika hao wa muda mrefu kuwa wahoga, akitoa maneno ya kejeli kupitia mitandao ya kijamii akisema bila Marekani NATO ni chui wa karatasi. Na asante Sudi Mnete. Bado tunabakia katika vita hivyo vya Israel na Marekani dhidi